Siku hii ya leo tuna bahati kubwa sana. Tumetembelea kijiji cha Muhaka, inaitwa Muhaka Zengwa. Kwa wale wanaojua barabara ya Lungalunga Likoni Road, ukifika Mwabungo unaingia ndani upande wa magharibi, basi unafika sehemu inaitwa Muhaka Zengwa. Sehemu hii sisi nimekuja ili makusudi nije nisome, nipate elimu, kwa sababu hata mimi ninasoma mpaka sasa. Na elimu kama hizi ni bora kuwekwa kwa sababu ya vizazi vitakavyokuja. Kuna mambo yatapotea. Nafikiri tunavyoona Mtume SAW anasema Mwenyezi Mungu haipotezi elimu kuingoa kama anavyongoa kitu kingine, bali elimu inamalizika, inapotea kwa kuondoka wanachuoni. Mwanachuoni anapoondoka, basi elimu inaondoka pole pole tu. Na sisi tukizungumzia elimu tunazungumza, yani tuna uwanja mkubwa wa elimu. Tusipendelee tu elimu mfano ya hadithi au elimu ya tarehe, ni elimu ya kila kitu. Kwa hivyo tuna wazee wetu sisi ambao kwamba ni wazee wameishi muda mrefu, na wao ndio wana elimu ya historia zetu katika nchi zetu. Kwa hivyo wao wanapoondoka, elimu imeondoka, kuna mambo hatoyapata tena. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kwamba kilitu asili yetu sisi kama kabila ya Wadigo. Na wala nikisema Wadigo si ukabila, sitaki kushajiisha ukabila, bali ni kitu ambacho kwamba sheria imekitaja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaumba nyinyi wanaume na wanawake, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na baada ya kuomba akawajalia ni koo hizo mbali na tabaka, wa qabaila na makabila, litaarafu. Lengo na madhumuni kuwatofautisha nini? Litaarafu, mjuane. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu wenu zaidi ni yule atakayemcha Mwenyezi Mungu, wala hawezi mtu kutukuka katika kabila. Ndio pale Mtume sallam akatafsiria akasema, la fadla li arabiyyin wala ala ajabiyyin, hakuna ubora wa Mwarabu kumtawala Muajam, mtu asiyokuwa Mwarabu. Yani kwamba Mwarabu awe ni bora kuliko Muajam asiyekuwa Mwarabu. Lakini fadhila zinapatikana wapi? Katika takwa. Illa bittaqwa, isipokuwa kwa takwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu ni mwenye takwa. Leo hii nimetembelea kijiji cha Muhaka. Hapa pambizoni yangu kuna mzee ambaye kwamba utashangaa hivi sasa tuna wazee. Yuko mzee ana miaka 106. Yeye mwenyewe atajieleza kabla ya kuminterview, kabla ya kumuuliza maswali yetu, atupe elimu ile aliyokuwa nayo ya kutosha, alafu tuendelee mbele. Kwa hivyo mzee wetu, tuelezee jina lako kamili kwanza. Nani? Mwenyikai Bakari Kibwebwe. Mzee anaitwa Mwenyikai Bakari Kibwebwe. Mzee, wewe unasema una miaka 106. Ndio bwana. Katika wazee wetu. Huyu mzee, kwa wale wanaomjua Ustadh Mwarangi almarhum Salim Bakari Mwarangi, huyu ni kaka yake mkubwa. Kwa hivyo mzee Mwarangi ndiye baba yake huyu, kama mama yake watano. Mama yake mzee Mwarangi ni katika wale mama za mwisho, lakini mama mkubwa ndio akazaa mzee huyu Kibwewe. Kwa hivyo mzee wetu sisi kwa umri huo tutashukuru kwamba utatupa yanayotosha. Tunataka kuuliza hawa kuhusu kabila ya Kidigo. Hawa Wadigo wana nambari zao, wana kabila zao. Na sisi Waislamu wanaosikiliza, mbona makabila ni mengi tu hapa duniani? Waarabu wana makabila yao. Na sisi hatuto msifu Mwarabu kujifakhiri na kabila yake. Wala mimi sitaki kutaja kabila yangu nijisifu na nijue. Mwenyezi Mungu amesema litaarafu, mjuane. Kwa hivyo hatujifakhiri na makabila. Lakini Mtume SAW alikuwa akitaja kabila lake. Katika vita vingine alisema, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtume wala si urongo, na mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Yani bimaana anakusudia kabila lake, babu yake ni Abdul Muttalib. Kwa hivyo kujifakhiri na kabila haimo, lakini kujua kabila yako imo. Tunataka hii kabila yetu ya Kidigo ina kabila yake, ina nambari zake, tunaita mafuko yake. Huyu mzee atuelezee pengine yale mafuko ya Kidigo ni mangapi, unaweza ukayajua pengine.
Mafuko ya Kidigo, kwa kusema kweli, mafuko ya Kidigo hivi sasa hata hatuwezi kuyatambua. Ni mengi sana yani. Lakini mafuko ya Kidigo yaliyotoka huko ilikuwa ni mawili tu. Naam. Kutoka wapi huko? Mgumba na Mkirau. Mgumba na Mkirau. Kutoka wapi waliotoka wapi? Kutoka huko Shungwaya. Maka walitoka Maka Wadigo. Ndio. Wadigo walizaliwa Maka. Ndio. Huko walifanya kuja. Lakini Mdigo alikuwa ni Mwajeri yeye. Alitoka huko na kisomo chake akavuka, ndipo akaja nino Shungwaya. Shungwaya ndio. Mdigo alikuwa ni mtu mkubwa naye. Kwa hivyo walikuwa kabila mawili tu, Mkirau na Mgumba. Taib ndio alikuwa makabila hayo mawili, lakini hayo mafuko haya yalikuja huku. Yalipatikana huku. Okay. Lakini ni Mkirau na Mgumba basi. Sasa wao walipokuja kutoka Shungwaya waliishi pale. Waliishi vile na jamii, na ile jamii waliishi vipi? Na jamii kina nani? Nakwambia jamii ilikuwa ni Mkikuyu. Jamii ilikuwa ni Mgunya. Mkikuyu na Mgunya. Waliishi na Wadigo hapa. Na Wadigo. Haya, walifarikiana vipi? Walifarikiana baada ya kuwa sasa njaa imezidi. Na watu wakitoka huko ukija hapa watu wanashakula mapanya. Ndio. Ndigo sasa ilikuwa akitoka huko Machumona akija ashikae kisahafu ya somo. Lakini sasa akija watoto wanashakula panya au msafu tu au shikiki. Ile ni haramu au shikiki. Ndipo vyuo wekwa. Watu wakaangalia njaa sana. Walitapakana hapo. Ndio safari ikaanza. Safari ikaanza. Mkikuyu akakamata njia ya juu, njia ya bara huko. Ya bara. Naam. Mgunya akakamata njia ya pwani. Mdigo akawa hapa katikati. Mgunya nini ya Wabajuni? Hadi Wagunya tuna hapa. Ndio. Kwa hivyo nao wakashika njia ya pwani. Alafu Wadigo wakashika njia ya hapa katikati. Naam. Haya, walipofika wapi sasa? Sasa walikuja mpaka Mombasa. Lakini kumbe Wareno washaingia. Ndio. Ndio akakaa hapa Mombasa. Wareno ni wale waliojenga ile Fort Jesus. Kina Vasco da Gama wale. Ndio. Wao walipita wakenda zao. Ndio. Sasa Mdigo alipofika pale akakaa pale Mombasa. Akakaa, lakini akaona hapa nitoshe. Mdigo akaondoka mpaka Kwale. Hapo Kwale ndipo watu walipogawanyana hapo. Sasa akaanza mafuko hapo. Hapo kuanzia Kwale sasa. Hapo Kwale. Na hizo zote ni safari za kutafuta maisha. Kutafuta maisha. Ndio. Kwale sasa. Haya, Kwale kuondoka Kwale sasa. Sasa Wadigo wakatapakana pale. Wadigo wengine wakawa huko sehemu za Duruma. Ndio. Wengine wakawa Simba. Mpaka wakaja Mdigo huyu Kitumbo sasa ndiye aliyekuja mpaka Gogoni, akakaa Gogoni. Gasi hapa Gogoni. Huyu Kitumbo. Kwa hivyo wamepita sehemu hizi Mwabungo mpaka hapo Gogoni. Ndio. Haya, Kitumbo wakakaa hapo, kisha wakavunja pale wakaja Kinondo. Nani ni huyo Kitumbo au nini? Ndio. Na ndugu yake Mwagogo. Lakini wanao wakina Nyiro, wana hawa Wagwirani, hawa wakina Ngome, wote ni watu pamoja. Ndio wakatokea. Ni makabila yakatokea humo sasa. Yakatokea. Sasa hawa wakina Ngome wakawa kama ndio wale watawala hawa wenzi wao wote. Huyu kina Ngala ndiye aliyepita mpaka kwenye kule Zombo. Mkina Ngala huyo. Akaenda mpaka Mlima wa Zombo. Mlima wa Zombo ni kule Mrima. Akawa pale. Ndio. Kina Ngala. Ndio. Sasa huyu Kina Ngala naye alikuwa ni mkubwa zaidi ya hawa. Ndio. Akaitawala kutoka huko mpaka Likoni. Kutoka huko yani nilungalunga huko mpaka Likoni. Ndio akawa mtawala. Ndio. Mdigo tu. Ndio. Hawa wa Duruma walikuja wakati wa vita vikuu. Kutoka wapi? Vita vikuu vya Jerumani na Uingereza. Vita vikuu vya Jerumani na Uingereza ndipo hawa Wadigo wanshatawala nchi yao. Ikaja vita hivyo vya Jerumani na Uingereza. Jerumani anataka hii Kenya
huyu nino naye nataka hii Kenya. Wakapigana. Vita vya kwanza hivi. Vita vya kwanza vilipigwana na mzungu mmoja alikuwa akiitwa Bwana Wiva. Mzungu wa pili alikuwa Dickson. Vilipigwana mpaka Mkongani. Ilikuwa vita vya hivi vya magumu. Ndio. Watu wakafuatana. Mpaka kufika Mkongani Bwana Wiva akauliwa bwana. Usikie kama kuna kaburi ya Wiva. Ndio nimesikia. Sasa hapa, kutoka hapa sasa, huyu wa kuishi hapa wa kuishi hapa Gogoni anaitwa nani huyu? Huyu ndiye nakwambia aliyetawala ni Mkina Ngome, lakini ilikuwa sasa ni Mbega yeye. Haya, sasa mimi nina swali lingine ambalo kwamba pia ikiwa mafuko au hizi mbari za Kidigo ni nyingi mno, lakini hatuwezi kuzijua, lakini kuna baadhi sisi tunazisikia. Hebu tuswahihishe haya majina yao. Sisi tunasikia kuna Mkina Ngome, Mkina Chidziru, Mkina Njemi, Mkina Tsui, yote haya mafuko, lakini yote yalikuwa yako chini kwa Mkina Ngome. Mkina Ngome. Ndio. Sasa haya makabila haya, mimi ninafikiria kama mfano wale Waarabu, kwa sababu ndio makabila ya zamani Waarabu. Waarabu wana makabila yao. Utasikia kuna Bani Hashim, ili chimbuko hili linatokana kwa Hashim, ni babu yake katika babu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna Bani Adi, utasikia wengine kuna mpaka Bani Kalb. Bani Kalb, yani ukitafsiri sahihi ni Bani Kalb, watoto wa mbwa. Bimaana kuna kabila linaitwa Kalb mpaka wakaitwa Banu Kalb, watoto wa mbwa. Nafikiri kuna historia zao sababu gani wameitwa Kalb. Ninataka tu katika huu Digo ni mafuko gani ambapo kwamba unaweza kutupa tafsiri yake, maana yake tujue kwamba huyu Mkina Ngome, Mkina Ganzo au Mkina nini maana yake, kama lipi mfano? Wajua yeye Mngereza alitawala nchi, kwani Waingereza si wengi? Ni wengi. Sasa kila kabila kwa kusema kweli lazima atatoka mtawala. Ndio. Maana wakati alipotawala hii nchi huu Uingereza, alianza kuja kwa Wadigo kuzungumza nao. Ndio, kama wenyewe. Alikuja Uingereza akazungumza na hao Wadigo kama wenyewe. Mwarabu ndiye alianza kufika hapa, lakini sasa Mwarabu alipomwona mzungu amekuja hapa, aliwaambia sasa, ninyi Wadigo kwa kusema kweli mtapotezwa, kwa sababu huyu mzungu ana mambo ya kizungu, na ukiingilia kwenye wazungu utakuwa Mkristo, utapata chochote. Na Mdigo sasa viua vitupa, hana elimu yoyote. Je, utafanya? Akaogopa kuingia kule kwa sababu ya kuwa Mkristo. Kumbe Waarabu waishasoma. Bwana. Sisi tukienukia hapa, kwa kusema kweli, Wadigo walikuwa kama watumwa wa Waarabu. Ndio. Walikuwa kama watumwa hao Wadigo, kwa sababu yeye elimu hana. Sasa atumiwa tu. Mzungu alipokuja akazungumza na Wadigo mpaka wakaelewana, nafikiri bendera zilikuwa mbili, ya Mwarabu na ya mzungu. Ya mzungu iko juu, ya Mwarabu iko hapa chini. Akawa huyu mzungu sasa ndiye aliyetawala hii nchi, Mwarabu yuko chini ya mzungu. Lakini ukisikia kuna maliwali mliaona nini? Umri wetu hatukuona. Liwali ilikuwa ni mtu kama DC. Sasa tuje kwenye maana ya hizi kabila. Mfano niseme Mkina Chanze, Mkina Ganzo, Mkina Ndaru. Yani tutakuwa tunamaanisha nini? Mfano nikisema Mkina Chanze, kwa nini akaitwa Mkina Chanze? Mkina Chanze ambaye yeye kama ni mtu ambaye naye alilimika kivyake. Sasa naye ana fuko lake, maana mtu huwa utumwani mpaka akajitoa na kwenye utumwa. Sasa hawa
ukisikia kuna Wachombo wa ni hawa wa Kinanyiro, ukisikia Mkina Chanze, huyo Mkina Chanze ni hawa wa dinino wa hawa wa Burani. Hapana, Wakina Chombo. Liko fuko moja hili la Waziriwe. Waziriwe ilikuwa ni mtu mkubwa sana. Sasa mpaka aitwe Kina Chanze amefanyaje? Chanze ni sasa mtu wa kurukaruka. Kwa hivyo Chanze ni aenda zake huko. Mkina Kulo ni mtu mwinzaji. Sasa akija hapa ananuka harufu yenye hao za nyama. Harufu ya nyama. Yaani wamekuja lakini watu wasema nukia nyama. Nuka harufu za nyama na China Kulo. Yaani wametoka kuwinda wakapata mnyama anaitwa Kulo. Wakala nyama mpaka sasa wanuka. Nyama za wanuka. Sasa mambo ni China Kulo haone ainzadi. Na huyu mkina nani? Mkina Ganzo. Mkina Ganzo alitoka huko safari akija hapa Ganzoni, watu wanshahama. Akazaliwa hapa. Okay. Akazaliwa sehemu kwamba watu wamehama. Paitwa Ganzoni yani. Ganzoni. Mashaallah. Sawa kabisa. Sawa. Kwa hivyo nafikiri kwa mukhtasari huu ni kwamba unatuambia ni muhimu sana mimi kama mtoto wa Kidigo nijue kabila yangu. Nijijue ni Mdigo lakini Mkinabi. Kwa hivyo kabila la Kidigo lachukuliwa kwa baba au kwa mama? Kabila la Kidigo lachukuliwa kwa mama. Kwa mama. Okay. Mino wanijua. Mimi Mwangome. Nilizaliwa na wakina Ngome. Lakini fuko langu mimi sasa hapa na za Waziriwe. Okay. Maana mimi ni Mkina Mwachome. Fuko langu ni Mkina Mwachome. Na unazaa Waziriwe. Na mama yao hao watoto ni hiyo yao. Ningala. Mama yao ni Ningala. Kwa hivyo wale watoto watakuwa Wakinangala au watoto wangu sasa hata za Wakinangala. Kwa hivyo yale mafuko sana yanaelemea kwa mama. Nenda kwa mama. Sasa kiwa hujui hivyo utakuwa hatari kubwa. Kwa hivyo inamaanisha Wadigo walienda mpaka kule Tanga. Mimi nikifika Tanga naulizwa wewe ni Mkinabi. Na nilipojielezea nikaonyeshwa watu wangu. Mashaallah. Huyu ni nino Muhammad Mwasifu abio. Muhammad Mwasifu. Ndugu yake nani? Mwarangi. Ndugu yake Mwarangi. Lile jina la Mwasifa ni jina la mtu wa Tanga. Okay. Huyu mtu wa Tanga alikuwa akija kule kwetu. Ilikuwa ni baba yetu alikuwa akimuita mjomba wake. Ilikuwa kila la mwangu nyumbani. Okay. Huyu bwana. Lakini ilikuwa ni mtu biashara. Akaenda Mombasa akachukua vitu vya Mombasa vile manguo na nini, akaenda zake Tanzania. Kwake ilikuwa ni kule Kilulu. Mashaallah. Mimi nafikiri kwa mukhtasari huu nimpumzishe mzee wangu kwa sababu ni mtu mzima. Tunataka kusema kwamba tumehimizwa ya kwamba tujue makabila yetu. Siku yajua kwa sababu ya fakhri, lakini Mwenyezi Mungu anasisitiza kwamba tumewatofautisha hivi. Pia akasema wa min ayatihi, na katika alama zake kwamba Mwenyezi Mungu yupo, khalqus samawati wal ard. Katika dalili zake kwamba Mungu ndiye anapeleka ulimwengu, khalqus samawati wal ard ni kuumba mbingu na ardhi, na tunajua ardhi iko chini na mbingu iko juu. Hizo ni katika alama zake. Alafu akasema wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kutofautiana ndimi zenu, yani makabila yenu. Ndigo, huyu ni Mwarabu, huyu ni nani. Pia ni katika alama za Mwenyezi Mungu kwamba wewe una lugha yako na wewe una lugha yako. Wa alwanikum, na rangi zenu pia kutofautiana. Ikiwa rangi zenu za tofautiana, ikiwa ndimi zenu za tofautiana, inamaanisha pia mambo mengine mtatofautiana, lakini msitofautiane ya kwamba mnaweza mkateta. Inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Hakika katika ayo kuna alama kubwa, kuna elimu kubwa ya wale walimwengu wajue kwamba Mwenyezi Mungu ndiye peke yake na ndiye mwenye kuumba ulimwengu. Mimi ni Mkinanjemi upande wa kwa mama, upande wa kwa baba ni Mwandaru. Wewe ni Mkinabi, Mchinabi we. Kwa hivyo tuelezee na wewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.